Amigo Studios, the home quality world. Bro. Nimeona vile Baba Raila Amolo Odinga amekufa, ndo wasanii wamechangamka kutoa manyimbo. Kwani wamengoja akakufa ndo wakaanza kumsifu? Kwani wakati alikuwa hai wangeza kumnini? Kenya buda ni kila kitu ni content. Sio ndo kusema zile si nyimbo alikuwa anaimba. Kuna nyimbo tu mbili za watu wenye wameimba. Hizo ndo naweza sema ni nyimbo zinagusa. Kama nani? Kikaka. Na Kali. Lakini hizo zingine ni watu walikosa content wakaamua hata si twetu lazima Raila akikufa tutengeneze naye content. Nimeona hata watu wa TZ wengi wametoa muziki. Za TZ unaelewa wa TZ wanaimbaga kitu ina make sense. So unataka kusema King Kaka na nani? Khaligraph Jones alafu na TZ ndo wameimba. Hao ndo wame make sense. Bahati ametoa wimbo mzuri sana bana. Tutakosana kutaja jina ya Bahati. Hiyo wimbo ametoa Bahati ni content. Na kwanza yeye alikuwa mangu watu wa kwanza ndio alitoa wimbo. Watu wengine wamemcopy bro. Okay, nikuulize. Bahati ni kitu gani akioni na trend hawezi imba nayo? Wewe yana imba. Bahati hata mayai kitrend. Sasa wakati anaimba hiyo wimbo yake ya stage, alikuwa nini ilikuwa na trend? Ilienda wapi? Na kwanza alitoa hiyo wimbo kwa YouTube ama bado iko? Nakuuliza ilienda wapi? Ndio nisikia akisema TV watu nyinyi mnaniambia nitoe na kuna fans wangu wengi wanapenda hiyo wimbo. Ndio ninakuuliza aliimba hiyo nyimbo ilienda wapi? Unajua nyimbo za Kenya ikichezwa sana ichezwe na kina Billy Mia na Mbalu ama ichezwe pale Mambo Mseto. Ikienda sana inapostiwa Nairobi Gospel inakufia hapo. Kuna wimbo mwingine nye Khaligraph Jones alibanga akasema wimbo yako mahali penye inachezwa pekee ni Citizen 10/10. Alafu kuna mahali pengine ikijaribu sana inaenda inakomea pale Hispania pale ni Amanga. Tarime. Na inakata. So ndo nyimbo za Kenya mingi ziko. Sasa umesema Hispania ukanikumbusha juzi. Mbona chenye Samia alikuwa anafanya bana? Anakatazaje huyu jamaa kuja Kenya? Unajua kuna kitu kingine nimekuja ku notice watu wa hawa politician. Si kwamba tu wanapendana pase. Politicians wa Kenya ama nchi tofauti ama tuseme tu wa Kenya. Nchi tu zote tusidanganyane. Hapa Kenya ni kwa vile tumetengeneza nini? Katiba inatuongoza. Katiba ya TZ yule mtu mwenye inamfeva sana ni rais. Hata majeshi ya polisi nini zinaamini yule mwenye yuko. Lakini mtu wa upinzani azimtambui. Unaweza pigwa risasi na polisi. After alikia tu statement alikuwa anataka kuruka. Lakini unajua wale majenzi wako tunaangalia acha nikwambie. Okay, tunakuja tu huko. Tunaangalia si ndio? Sasa hii Tanzania wanaenda uchaguzi. Tarehe 29. Next week Wednesday. 29. Wednesday, si ndio? Angalia nani mpinzani wa huyo mama? Unajua huyo mama si rais. Sasa acha nikwambie kwanza. Unajua huyo mama si rais. Huyo mama ni kiateka. Wakati Magufuli alikufa yeye ndo akaacha, lakini sasa juu amekula pesa ya wananchi na amenona, sasa ameamua take over kuja asimame tena. Yes, juu sheria ina mwarao anaweza simama. Sasa chama vile okay, umesema ni kiateka si ndio? Na sasa hiyo chama yake ndio imempatia ruhusa aendelee. Hakuna chama, si yeye ndo kusema. Kwa chama? Yes, ndo kusema, si yeye ndo mkubwa wa chama. Tuseme kwa mfano, tumuombe vibaya. Hapa Kenya, si ndio? Tuseme tuamke tuko na bad news. Tuambiwe William Ruto amepasi, si ndio? Whatever vile inaweza tokea. Nani anaweza chukua hiyo nafasi? Si Kindiki. Si tunaweza mbwekse mara moja. Sio Ndio. Yeye anaingia pale
anakula kiapo yake alafu anafanya nini? Anaendelea na shughuli. Anaendelea. So the next uchaguzi akiamua continue, si ni kuonga tu chama. Unajua chama by the way, uko na waanzilishi wa hiyo chama. Na kuna wanachama. Na wao waanzilishi wa hizo machama wanakuwa na njaa kuliko hata shetani. Pesa. Ni pesa. Na sasa acha nikueleze kwa nini kama umefunga mtu ndani kwa sababu unasema alikuwa anataka kupindua serikali, si ndio? Na kwa nini ukataza watu wawakilishi wake waende kuattend mazishi ya mtu mwingine? Kwanza unafaa kujua hivyo uhaini ni nini. Unafaa kuanzia hivyo sasa. Kwanza uhaini ni nini? Uhaini huwezi fanya mtu mmoja, ni kundi, lakini uhaini inakuwa ni kundi ya zaidi ya watu 10 ama 5 kuendelea. Si ndio wingi ya watu naanzaga hivyo. Huwezi kusema eti unataka kubadilisha nchi peke yako. Wakati akina hii historia akina Raila sijui nini, wakati wakiwa walisema wanataka kujaribu kupindua Moi, alikuwa si Raila tu, alikuwa lazima kwa watu wengi. Lende, tutumie lende tu Kiswahili hapa Kenya, si ndio? Lakini sasa hii ya Tundu Lissu, hii ni vile watu wanajua kabisa Tundu Lissu akisimama CCM wameenda nyumbani. Na sasa CCM tu wamezoea kukulia kwa wananchi. Sasa wanaona haiwezi meki. Juu jamaa kiingia yenyewe ni mafia atatufinya. Angalia, Tizeti kuko na mbunge ameanza kugombea tangu katibu ikitungwa. Mpaka leo hii bado ako kwa kiti. Na anafanya kazi na mti. Anafanya kazi. Alafu anatukana wale vijana wenye wako na nguvu. Okay. Anachaguliwa na nani? Ama anafanya kazi ndio CCM hakuna kuchaguliwa. Ukikuwa tu CCM umepita. Shwari. Hata rais akisimama na chama hiyo, hakuna mtu mwenye upinga matokeo. Hakuna. Lakini hao jenzi wa saa hii TZ tumeshawapatia Mori. Acha nikwambie, na vile huyo au nani John Heke vile alikuwa ametumwa akuje. Sasa akafika pale mpakani akazuiliwa, si ndio? Unajua nini? Jenzi wa Kenya ndio walienda wakaongea na jenzi upinzani wa Tanzania haiwezi kuwakomboa vijana wa Tanzania kama wao wenyewe wataki kukombolewa. Sasa ndio hiyo ndio unafaa kuamini. Ndio walikuwa na lala. Hakuna watu wameamka pale TZ. Wacha utaona. Buda acha nikwambie. Okay, tutarudi tu hapa kuambia wananchi vile kutaenda. Unaona? Unajua kwanza kitu ya kwanza wameharibu hii maandamano wao wenyewe. Tukirudi tu nyuma tu kuchambua tu tunaenda maandamano tarehe 29, si ndio? Na hiyo ndio siku ya uchaguzi. Na hiyo ndio siku ya uchaguzi. Kisheria okay. Na sasa moja kwanza. Wewe sasa unaniwahi sana. Sikia kwanza. Kidogo. Kwanza kuuliza swali kabla endelee. Kikatiba unafaa kama kuna uchaguzi kuna pande mbili, si ndio? Kuna hiyo pande wa Chadema na kuna hiyo pande nyingine. Kuko na serikali na kuna opposition, si ndio? Yes. Sasa serikali inaenda kuchaguliwa na nani? Na kama wamefinya opposition? Ndio sasa ninasema Gen Z wa TZ hawana IQ na hawajasoma wengi wao. Kusoma si shida. Sasa si lazima kusoma. Buda, hata nikwambie kitu yoyote ile, hamwezi enda kutengeneza sheria bila kusoma. Hapana. Sheria inatungwa na wasomi. Sheria hata kama ukiwa muelewa aje. Sheria ikualao, unajua unaweza kujifanya ni muelewa katika kuja kutunga hiyo sheria na weka kufunga umoja wako. Ndio maana unaambiwa kwa sheria inatungwa na wasomi. Sasa pale TZ nikuulize, kwa mfano tu nikurudishe nyuma, walipanga maandamano kitambo sana, si ndio? Hiyo maandamano yenye walikuwa wanapanga demand. Hapa Kenya tunataka kudemand ama ni aje? Kudemand waachilie opposition isifinywe, si ndio? Lakini wengi wao ni wanasikiliza watu wenye wanakaa US. Wanasikiliza aje msemo mwenye anakaa US, familia yake, watoto wake wanaenda shule, yeye anaenda kupika zaka, anapiga, anaingiza pesa. Na nyinyi ndio mko kwa ground. Nyinyi ndio mko kwa ground, mnaambiwa tarehe 29 wakati wa uchaguzi naenda kula. Unajua kuna mambo mawili. Huwezi kwenda maandamano siku ya uchaguzi
utapigwa marisasi, hata hakuna mtu mwenye atakutetea. Kitu yenye wanaweza fanya wa nini wasiende hiyo uchaguzi. Mimi kama mimi ukiniambia point yangu ni gani? Point yangu ni watu waende uchaguzi, wamalizane uchaguzi. Na sasa kama hii chama ya upinzani hajatoa mtu anasimama urais, ni nani mmoja hapo? Sasa ndio kizungumkuti kinaingia hapo. Cause unaenda kuchagua nani? Juu uweze kuniambia nini kama hapa Kenya eti chama ya Wajakoya ikuwe sasa ndo chama kikubwa cha upinzani, na unajua kabisa upinzani wa TZ kama hakuna Chadema au wengine ni tunadanganyana, hakuna upinzani, kwa sababu wewe umetoka CCM umekimbia unaenda unatengeneza chama yako na kinaungwa mkono na hiki chama chenye wewe umekimbia umeenda huko. Sasa hapo unajua ile Tanzania wanaenda kufanya nini? Hawaende kufanya uchaguzi, wanaenda kufanya kiini macho. Kuwa juu katiba inatualao tufanye uchaguzi. Sasa ndio tunafanya. Lakini ukiangalia kwa macho na uchambuzi na wafafanuzi wa kisiasa, wanaona kabisa hapa kuna uchaguzi, hapa kuna kiini macho. Kwa sababu huyu mama ako na tamaa. Unajua ule mama si Mtanzania, ni Mzanzibari. Tofauti. Kwani Mzanzibari si Tanzania? Tofauti ni gani? Tuache kudanganyana. Yule mama si Mtanzania, ni Mtanzania. Mzanzibari ni Mzanzibari. Mzanzibari na Mtanzania tofauti gani? Hapana. Zanzibar ni kisiwa yenye iko Tanzania. Zanzibar ni kisiwa yenye iko Tanzania, lakini pia wako na majeshi yao. So ni serikali kivyao. Wako na vyombo vya dola kivyao. Wako na rais wao, wako na mbona wanaunganishwa na Tanzania? Mbona siku nchi kivyake? Wameunganishwa kwa sababu ukiangalia nini? Zanzibar ni kisiwa tu. Lakini sasa si walikubali wao wakuwe ni kama kainchi kao kanajitegemea. Inategemea. Ile kitu tu Zanzibar na Tanzania ni vile, ndio maana nakwambia masomo ni mzuri. Juu ningelikuwa kama mimi ningewaambia nyinyi Zanzibar sasa mdabiti mwache ujinga. Mkubali kitu moja. Hizi visiwa zenu mlikuwa tu mnachagua wabunge. Lakini huyu rais wa Zanzibar akikuja Tanzania anabebwa kama nani? Si anabebwa kama mbunge wa kawaida tu. Lakini pia nilisikia walisema rais akitoka, lakini nani ukweli? Rais akitoka Tanzania lazima mdogo wake atoke Zanzibar. Kuna kitu kama hiyo. Rais wa Zanzibar wake anatoka rais wa Zanzibar, wako na rais, wako na naibu wa rais. Kivyao, na wako na majeshi na huyu rais wa Zanzibar na rais wa Zanzibar sasa pale pananishangaza gani akikuja Tanzania anakuja kama nani? Unajua mimi akikuja hata naweza mwambia wewe unajua si rais. Na sasa huyo rais wa Zanzibar kimataifa anachukuliwa kama nani? Anachukuliwa bado ni kama rais, si yake. Lakini Zanzibar haijachukuliwa kama nchi. Zanzibar haijachukuliwa kama nchi. Ndio maana unaona Madagascar hiyo iko kwa kisiwa, si ndio? Na wako na rais na serikali yao na vyombo vya dola zao. Hiyo ni nchi. Na hawa Zanzibar wanachukuliwa kama nani? Kimataifa. Zanzibar ni kama chombeza ya Tanzania. Lakini fine. Kuna rais, kuna wabunge, kuna nini? Huyu rais wa hata wabunge, sijui bunge ya Zanzibar ni kama uaga bado wanakuja huku. Yaani ndio maana nakwambia Tanzania kunahitaji watu wa kuwaelimisha. Na kuwaelimisha ni watu na ni hao vijana wenye wanataka kuipigania nchi. Ni wao wenyewe wasome kwanza. Wewe wamesoma ndio hakuna. Sasa tukienda vijana wa Tanzania wanaposti hata vitu zenye haziwahusu. Wacha nikwambie kitu. Shida ya Tanzania kubwa ni vijana wakishasoma wanatafuta maisha nje za nchi zingine. Wanaenda sio ndio umeniambia sasa hapo kuna watu wenye wanapinga serikali na hawako Tanzania. Hao ni sasa mtu wako US. Acha nikwambie kitu moja. Sasa ndio wasomi wenye wanafuata acha nikwambie kitu moja. Kufocus kabisa kuileta Tanzania ni nchi yenye inaweza kuzikulisha Kenya, Uganda na Rwanda.
tuseme kuko na mkoa inajiita Morogoro. Si ndio? Morogoro iko na uwezo ya kuweka watu kama milioni 15. Rwanda iko na watu milioni 15. Kumaanisha Morogoro ni kama Rwanda. Lakini ukiangalia maendeleo ya Rwanda inapita Tanzania mzima. Yaani kila kitu ya Rwanda iko tiki. Na Rwanda wako tuna rais ni mmoja. Hakuna mambo ya kuwa tunasema nini. Kama Morogoro kuko na madini ya kila aina. Si ndio? Morogoro, si ndio? Lakini hiyo Morogoro kwa sasa iko tuna watu milioni 2. Na watu milioni 2 inafaa kuwa imewatajirisha wote. Lakini kulingana ni tuko na marais wenye think wao kile wanafikiria ni kuweka matumbo zao na watoto wao. Hivyo. After hao wengine wanaonaga ni kama sasa kulingana na wewe kama Tanzania ni nini chenye kwa sasa inafaa wafanye ndio hiyo nchi irudi kwa line vile ilikuwa? Tanzania kwa sasa inafaa mageuzi. Mageuzi ya serikali. Mageuzi ya serikali. Na mageuzi wasizani eti itakuja bila vifo. Lazima kuko na watu wajitolee kukufa ndio waachie watu wengine maisha ikiwa. Wakishageuza na wewe ndio umekuwa unasema sasa hivi. Wakishageuza serikali na bado hawana ile masomo yenyewe unasema wanaifaa kwa nando waendeleze Tanzania itakuwaje? Sasa itakuwa ubaya ni kitu moja ya Tanzania. Ukienda kuambia kuwa sahi sasa tumefikia wakati tunataka mageuzi. Before hata nyinyi wenyewe wale wenye mnataka hiyo mageuzi pia mtakosana. Cause lazima hizi nafasi zitengenezwe vile zinafaa. Hamwezi kuwa mko na mbunge, huyo mbunge bado ni naibu wa waziri, huyo mbunge bado, yani vitu mingi zinafanyika kwa wakati mmoja. Kwanza nilisikia huwezi kuwa wewe ni mbunge, wewe pia ni waziri. Why ina make aje shwari? Lakini wacha hapo wewe ni ngoja tumalize. Wewe ni nani hao wanatagwa hawa? Jimbo moja, sijui ni jimbo mkoa moja iko na mkuu wa wilaya, iko na mkuu wa mkoa. Sasa acha nikwambie. Au si ni mamea? Acha nikwambie. Kitambo hata Kenya ile katiba iliisha kabla tukuwe na katiba ya sasa hivi. Kulikuwa serikali ya Moi ya sona ile ya Moi Kibaki. Moi wabunge walikuwa wanachaguliwa nchi mzima, si ndio? Na pia kwa wale wabunge ndio atachagua ma ministers. Sawa? So katiba yenye tulikuwa tumea wakati huo ndio bado mimi natumia sasa hivi. Bas. Na nafikiri ndio shida yenye Tanzania wako nayo. So inafaa wakae chini. Wakishachagua kiongozi mwenye wanataka alafu watengeneza katiba nyingine. Juu sasa hii ile vitu za kitambo. Na sasa tushaenda mbali. Unajua nini? Tanzania kuja kuirudisha pale penye inatakiwa itachukua muda. Na kuchukua muda mimi kivyangu na kwa akili yangu ni kuua wazee wote. Sasa wewe unaharibu. Si ubaya. Hapana, si ubaya kwa sababu ni utaanzaje kuua watu? Huwezi hata sasa hii tuseme Tundu Lissu aachiliwe na kuja patiwe chance ya kuwa rais. First atatengenezea kwanza familia yake na atatengenezea kwanza marafiki zake ndo wakubali kurekebisha nchi. Tanzania tunahitaji kuchagua mtu mwenye amesimama na wananchi. Na kwa sasa Tundu Lissu hawezi. Mimi nakwambia kama kuko na watu wako na tamaa ya kushika hiyo nchi. Yaani tamaa yao washike hiyo nchi. Bora apate tu uongozi. Bora tu apate tu hiyo. Hapo sawa. But hawezi kukutengenezea katiba yenye itamfunga ye mwenyewe kufanya mambo yake ya kumuingizia pesa. Hatuwezi kuwa ni rais na ndo anaongoza biashara zote. Na ndo yeye amepatiwa muhuri wa kugonga vitu zote. No. Ndio nakwambia lazima mkuje na katiba nyingine. Tanzania ile kitu inahitaji ni katiba. Katiba ya Tanzania imefinywa hata kidonda ni kubwa. Imefinywa hiyo katiba sijui. Umefanya hivi. Ni kama ndoto la moto. Unaona zinaitwa aje? Chawa. Hata chawa ni kubwa. Hata nafasi ni kubwa sana. Katiba ya Tanzania iko kama katundu hivi.
Katiba yenye hairuhusu hata mwana, hakuna freedom speech. Rais ndo ako na freedom speech. Alafu sasa wabunge wote wameambiwa kuimba ni neno ni moja, ni rais. Deni ikienda kukopwa ni deni ya wananchi. Lakini pesa ikikuja inaitwa ni pesa ya mama. Why kama ni pesa ya mama asiuze mali zake zenye amebora kutoka kwa wananchi akalipa hizi madeni? Kwa nini? Acha kuambia kitu, unahitaji kama Tanzania ni kiongozi kama hayati nani? Pombe Magufuli, unaona? Lazima acha kuambie ndio mkuwe na kiongozi, lazima akuwe dictator. Unajua ndio aleta vitu vile Magufuli, sasa Magufuli angelikuwa. Hii miaka yenye Magufuli alifanya miaka 5. Alijenga mabarabara, alifanya kazi inaonekana bila kukopa. Mimi kazi inaonekana. Mimi naweza kukuambia kati ya marais wote wangapi sasa kuna marais wote 4. Rais mwenye alikuwa na akili na rais mwenye alikuwa anafikiria ni Magufuli. Unaona? Na Magufuli aliuawa kwa sababu ya kutengenezea wananchi na kukubali kujishusha kwa wananchi wa chini. Mtu kama Kikwete hana huruma ya watu maskini. Jiulize, Kikwete si ni amekuwa rais? Wewe umekuwa rais na mke wako amekuwa mama wa taifa. Kutoka mke wako kuwa mama wa taifa mpaka kuja tena kuwa mbunge, ina make sense aje? Ina make sense aje? Yaani unataka hata ukule ka mshahara ka wabunge na bado unataka kukula, bado unalipwa pesa kama ya mama wa taifa. Shwari. So chenye Tanzania tunahitaji wabunge kama Traore. Unaona huyo kijana anafanya kazi. Sasa ndio tunaita watu wanajielewa. Acha nikwambie, unaona point yenye umesema ya kuwa wazee, hiyo achana na. Tafuteni vijana wenye wanajielewa, wapatieni kazi na wapige shughuli. Sasa wazee ndio hawataki kuziachia hizo nafasi. Vijana wataingia kwa barabara. Wazee ndio hawataki. Kuko na mbunge kule anaitwa sijui Wasira. Mbunge mwenye tuseme ako na miaka karibia 70. Na bado anachapa kazi. Na bado anataka kiti. Na bado huku ukienda kwake hakuna maendeleo. Na bado anako kwa kazi. Na bado ako kwa kiti. Na yeye ndo sijui. Kwani kuna watu wengine wanataka hiyo cheo? Sasa ukitaka kusimama huku kupinga huyu mzee unauawa. Allah. Unafanya vijana wanaogopa. Sasa ndio maana ninakwambia kizeti kuja kutafuta katiba yenye itaongozwa na vijana itakuwa ngumu, kwa sababu hao wazee bado wako na tamaa zao. Bado hawajatosheka kuiba pesa za nchi. Uwezi kuwa, nimekupatia mfano tu mzuri. Kikwete amestaafu. Si ndio? Kikwete amestaafu. Si ndio? Lakini kustaafu kwa Kikwete bado familia yake anaiforce kuendelea wapi? Kuwa kwa serikali. Kikwete kijana yake ni mbunge. Mke wa Kikwete ambaye alikuwa ni mama wa taifa bado anapigania ubunge. Ina make sense aje? Sasa tuseme hivyo. Acha tumalizie hii video. Tuko na story mingi. Na hata tuko tumwambia tunaitwa nani? Tunaitwa Godfrey. Na niko na Secret boy, the cute boy from UTZ. So kuko na kitu moja. Acha tumalize tufunge hii mjadala. Watanzania, kama mnahitaji kweli katiba mpya, amhitaji kurudi nyuma. Kubalieni, msiseme, msidanganywe kuwa eti mkitaka nchi ichukuliwe na wanajeshi eti itakuwa nchi mbaya. Hiyo ni uongo. Rais mwenye anakuambia nchi ikichukuliwa na wanajeshi itakuwa mbaya, huyo ni rais huyo ni rais anawaingizia uoga ndo aendelee kukula pesa zao. Anawauzia uoga ndo aendelee kukula. Sometime tunasemaga kutry kutengeneza nchi, lazima watu wengine wakufe na watu wengine waendelee. Mission yote haiwezi kufa, lazima isucceed hata kama ikibakisha watu 10. Lakini hiyo nchi ibaki kuwa nchi imara na nchi yenye sheria. Hatuwezi kuwa mnarudi nyuma. Utatumiaje sheria yenye rais wa kwanza alitumia, rais wa pili akaitumia, rais wa tatu akaitumia, rais wa nne akaitumia?
Kwanza ni ya mkoloni. Ni mkoloni. Mnafaa kutengeneza sheria yenu mpya yenye inakupatia freedom ya kusema mbunge fulani hatumtaki, hata rais hatumtaki. Ndio maana ya katiba kwanza sahi vile kunaenda. Tunafaa kuchagua rais vijana kwanza miaka 35 wachape kazi kwa sababu kuko na ile yenye hata itakuwa ina favor wa vijana juu ukichagua rais mwenye akona miaka mchache sana na akona masomo ya kisasa technology anaijua, itakuwa ni vizuri sana. Lakini si kuchagua rais mwenye amesoma mwisho form 4 alafu kidogo ameenda akaongea na watu wa vyuo vikuu akapatiwa udokta wa nini? Yenyewe baadhi umeongea kwa njia udokta wa nini? Tafuteni vijana wamesoma. Watu tunalala na madigrii hapo nje, lakini kuko na mtu hana degree. Kwa mfano Geita kijijini, tangu mimi nikisoma kuko na jamaa anaitwa Joseph Msukuma, yule wa kusema Mr. Speaker, forget sisi chance. Unamjua? Nishamsikia. Yule mwenye trend Kenya. Tunaweka hapo picha. Kama huyo hata bado mpaka leo hii ni mbunge na sasa hivi anaitwa Dr. Shwari. Ameshakuwa daktari. Shwari. Mtu mwenye hata hawezi kusema Mr. Speaker. Haya sawa Tanzania. Kitu kwanza lazima nimalizie. Watanzania kama mnajipenda, tarehe 29 msiende maandamano. Unaenda kutoa nani? Nyinyi kubalieni muende uchaguzi. Alafu after uchaguzi, after rais ameapishwa, ndio sasa muende maandamano. Mtaenda kutoa rais mwenye ameapishwa kulingana na ameshindwa kufanya kazi. Lakini sasa hivi mkienda kufanya maandamano, hiyo mnacheza mchezo wa karata potea. Utapotea. Basi tumefunga mjadala. Kutoka Kenya, Godfrey Mimo. Tupatane tena kwa video inayofuata tukizungumzia mambo ya Tanzania, ya Kenya, zote. Burudani ni kwako, kazi ni kwetu. Hadi siku nyingine, tupatane tena. Bye.